Oi, oi. Yes. Karibuni sana wana michezo, wapenda michezo kwa ujumla, tunawakaribisha katika siku hii ya leo na muda huu wa leo. Leo tunaweza kukwambia yale yaliyojiri katika michezo, na michezo tuliyoipata leo ni ile ambayo imekuwa ni ya baridi, sio ya moto, ni ya baridi. Yani ipo kwenye friji, yani ipo kwenye bandari ya Dar es Salaam, ambayo tunaweza kusema ili uweze kupata hii habari lazima uweze kusubscribe, kulike na kucomment, kushare habari hizi ya Fabi Digo, ili uweze kuwa mtu mzuri katika habari hii ambayo naenda kukuletea sasa hivi, ambao utasikiliza dakika chache tu ambazo utakuwa makini kusikiliza mwanzo mwisho mpaka unamaliza hiyo dakika. Asante sana. Naitwa Fabi Digo, mtangazaji wa Fabi Digo TV na VM Zakaria Online TV. Nikishirikiana na Baraka Musa, mwandishi wa habari wa Fabi Digo TV. Safi sana. Okay. Tunakuletea habari ambayo tumeipata kwa muda huu na imekuwa breaking news na sio chini ya kapeti tena. Ni habari ambayo imekuwa ya waziwazi kabisa, ambayo ni habari ambayo imetokea, maana gari la Simba lile ambayo inaitwa Iliza, gari aina ya Iliza kuwasili Tanzania kwa ajili ya matumizi ya Simba Football Club kuanzia mwezi huu, kuanzia mwezi wa 5 au wa 6, Simba wanaanza kulitumia gari la Iliza. Sasa sikiliza hadi mwisho ni kwa nini tumeleta hii habari, na hilo gari je, limewasili kweli au vipi? Lakini lazima usikilize. Habari niliyoipata kwa muda huu ni habari kuhusiana na usafirishaji wa gari ya aina ya Iliza, aina ya gari ya Iliza au basi aina ya Iliza ambayo inatoka Hispania. Basi hilo limetoka Hispania, ni basi la Simba Football Club ambalo linakuwa linasafirishwa kwa ajili ya kutua nchini Tanzania. Ni tayari Jairuti ameonekana amelitendea haki kulilipia hilo gari na ameshalilipia tayari, na katika kuilipia katika usafiri ili lije Tanzania. Kwa wana Simba tayari, kama unasikiliza YouTube channel ya Fabi Digo TV na BM Zakaria TV, na hii ni breaking news au exclusive news ambayo ni habari ambayo ni ya uhakika ya hapo ambayo ni ya moto. Tunakuletea kwamba Jairuti ameamua kuwafanyia Simba kama vile alivyowaahidi kwenye upande wa usafirishaji, kwamba atawachukulia gari au basi la aina ya Iliza kama kampuni la Jairuti kujitolea la Simba, kwa sababu Jairuti ndio msabuni wa jezi wa Simba Football Club. Kwa hiyo basi katika vile vitu alivyoviahidi, inawezekana tayari anavitimiza moja badala ya kingine. Kwa hiyo basi tunaweza kukwambia leo kwamba hilo basi lipo, linakaribia kufika nchini Tanzania. Kilichokuwa kizuri ni kwamba Jairuti vile vitu alivyoviahidi ni vingi sana, lakini kimoja ameanza kukamilisha. Aliahidi kuhusu usajili wa wachezaji wale ambao Simba watakuwa na wahitaji, lakini tayari kuna mchezaji anaitwa Ino Loemba alisajiliwa na Jairuti wakampa gari yule mchezaji, yani basi la kutembelea ambaye ni aina ya Toyota. Tayari yule mchezaji anajiona kama yupo Ulaya au yupo kama Marekani au yupo kama Uingereza, lakini ni Tanzania hii. Lakini pia habari nyingine ni kwamba Jairuti aliahidi kujenga uwanja na kujenga ofisi nzuri za Simba Football Club ambazo zitawafanya Simba waonekane ni klabu kubwa kwa ajili katika ahadi zake. Kwa hiyo kama ni kumsajili mchezaji tayari amemsajili, lakini pia kwenye upande wa kujenga ofisi hizo tayari yupo kwenye mikakati ya kujenga. Lakini pia aliahidi kujenga uwanja tayari alionekana kuna siku amepiga picha na makandarasi wa kutoka China, yani kwamba siku ile ya kutangaza kwamba anataka aanze kujenga, lakini alionekana ameposti picha kama yupo na mkandarasi wa uwanja wa kujenga uwanja wa mpira wa miguu. Kwa hiyo basi kwa vile sisi tuliosoma ICT tunasema habari au data inaweza kuja kwa upande kupitia kama picha ambayo inaweza kuwa kama picha au inaweza kuwa kama takwimu au inaweza kuwa kama katika sentence. Ndio hiyo tunasema information, yani inaweza kuwa katika figure, statistics pamoja na facts. Kwa hiyo basi yule Jairuti mzabuni wa Simba alitoa taarifa kupitia picha ya uwanja
kuiposti katika ukurasa wake wa Instagram kwamba amempata huyu mkandarasi ambaye ataweza kujenga uwanja, lakini akuongea caption yoyote kwamba anaweza kujenga uwanja ndani ya mwaka huu au kuanza mwaka huu. Hiyo bado hatuwezi kuthibitisha, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya habari zilizokuwa kweli, sio za uongo, na chochote tunachoongea ujue tuna uhakika nacho. Kingine ni kwamba baada ya kuongea kwamba ataweza kujenga uwanja, ina maana tayari yupo kwenye project, ndio maana tayari aliposti ule uwanja kwamba siku yoyote ataweza kuwatangazia kwamba atajenga uwanja. Lakini kuna mwingiliano katika uwanja, kwa sababu JMO aliandika barua kwamba anahitaji kujenga uwanja maeneo ya Bunju. Kwa hiyo basi inawezekana katika viongozi wa Simba, yani ambao tunamsema Murtaza Mangungu, ambaye ndo kiongozi wa wanachama wa Simba, ndo mwenye klabu yule, tunaweza kusema labda wapo wanajadili yupi wampe kazi ya kujenga uwanja au wote wapewe ili wajenge uwanja. Lakini kwa kusema kweli, uje yote alivyoonesha ule uwanja, Mo pale ndo akaandika barua kabisa kwamba aweze kujenga uwanja. Kwa hiyo upande wa uwanja bwana, habari ambayo tunayo kamili kwamba anataka kujenga uwanja wa Simba ni Mo Dewji, tajiri wa Simba, yani Mohamed Dewji, tajiri wa Simba, kwamba anahitaji kujenga uwanja wa Simba kule maeneo ya Bunju. Na hata Magoli amethibitisha hilo, ambapo jana alikuwa anahojiwa na waandishi wa habari. Jana tarehe ngapi hiyo? Ilikuwa jana tarehe 6. Alikuwa anahojiwa tarehe 6 mwezi wa 4. Alikuwa anahojiwa kwamba vipi uwanja wa Simba utajengwa lini. Huyu Magoli amethibitisha kwamba Mo tayari ameomba kujenga uwanja wa Simba. Kwa hiyo basi kama ameomba, kwa wenyewe wapo wanasubiria jinsi gani maamuzi ya wanachama ambao sasa yapo katika upande wa mwenyekiti Murtaza Mangungu, kwamba jinsi gani wamkubalie au wasimkubalie. Kwa hiyo basi kama ni wadhamini wengi wamejitokeza kujenga uwanja, kwa hiyo Mo Dewji tayari kujenga uwanja. Lakini tulianza na habari ya basi la Ilza kwamba limewasili Tanzania. Habari ya Ilza tayari shanunuliwa kwa taarifa tuliyoipata, na tayari imeanza kusafirishwa. Kwa hiyo basi wanasimba muda wote wasubirie basi lao ili waweze kusafiri katika basi lao. Basi ni zuri kama unavyojua, basi la Ilza sasa na ile la Azam. Kwa hapa Tanzania tuna klabu moja tu ambayo inatumia hiyo gari. Kabla ya Simba ilikuwepo Azam, ambao Azam nao wanatumia Ilza. So kama ukiangalia kwamba ni gari ambalo linauzwa kwa bei kubwa, ambao sio jepesi kununua, alafu vile spare zake hata kama likiharibika inatakiwa kuna mafundi special ambao wanaweza kulitengeneza hilo gari, na spare zake hazipatikani Tanzania, kwa sababu haziwezi kupatikana spare za basi ambazo hazitumiki nchini Tanzania. Tanzania ina wale wauzaji wa spare za magari, na maana nao wanaangalia spare zile ambazo zinauzika. Kwa hiyo basi kumiliki gari kama Ilza inatakiwa uwe na mtaji, kwa sababu hata kama likiharibika inatakiwa uende madukani kule ulikotoa ili ukanunue. Kama umeitoa Hispania au nchi nyingine, inatakiwa ukanunue kule. Inawezekana kwamba likawa ni basi la gharama kubwa katika matumizi ya nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu kwamba spare hazipatikani. Hata mafundi pia nao hawana ujanja sana wa hapa Tanzania kulitengeneza hilo, kwa sababu ni gari ambalo au ni basi ambalo halipatikani mara kwa mara. Maana tunaongelea sasa hivi Azam ndo wanaomiliki hilo gari au hilo basi. Kwa hiyo basi tunaweza kuwapongeza Jairuti kwa kutoa ahadi zilizo kweli na kuwafurahisha wanasimba, na wanasimba sasa hivi wanaenda kumiliki hilo basi ambalo linaitwa Ilza, kampuni kubwa inayoweza kuaminika duniani, kwamba klabu kubwa duniani zinatumia hilo gari au hilo basi kwa ajili ya kumiliki, kwa ajili ya kusafiria kwenda kwenye michezo yao. Kwa hiyo basi Simba itakuwa ni miongoni mwa klabu tajiri sasa kwa upande wa umiliki wa hiyo basi, sababu umiliki wa timu au tajiri wa timu unakadiriwa na vitu vyote, ikiwemo na basi pia ambayo mnatembelea, kwamba takwimu au price, yani gharama ya hiyo gari mnayotembelea ina gharama gani. Kwa hiyo basi Jairuti amejizolea sifa kubwa sana kwa wanasimba, na wanasimba wanamuunga mkono kununua jezi. Hizo jezi ambazo zilizokuwa zinauzwa original 45 sasa hivi kaishusha bei, zinauzwa hadi 15,000. Kwa unaweza kununua kwa kipindi hiki, sababu tunaendelea msimu mwingine ambao ni msimu wa kutengeneza jezi zingine zitakuwa na bei zile. Kwa hiyo basi Jairuti amenunua pia basi lingine kwa ajili ya kusambazia jezi msimu ujao
Kwa hiyo wale wanaoweza kukopi jezi na kwa ajili ya kukopi na wenyewe tayari Jairuti wameshajipanga. Haya ni maneno kutoka kwenye Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Tunaweza kusema endelea kufuatilia michezo kwa ujumla ya Simba Football Club na Yanga Football Club, Azam Football Club, tuseme ligi kuu ya NBC kwa ujumla kutoka Fabidigo TV, na hii ni habari zilizopatikana kwa muda huu. Asante sana, lakini nakushauri mpende Mwenyezi Mungu, uone mabudu Mwenyezi Mungu kwa kufuatilia Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Kuna vipindi ambavyo tunavitoa vya Mwenyezi Mungu kufundisha yaliyomo kwenye Bible, kwenye Biblia na kwenye Qur'ani, ya kumuelezea Mungu mwenyewe, yani ya vipi anavihitaji Mungu kutoka kwa binadamu. Sisi pia tukiwa ni wafuasi wa Mwenyezi Mungu, mawakala wa Mwenyezi Mungu, kutoa au kufundisha au kuwakumbusha yale Mungu anayehitaji. Na sisi kwa vile sisi tunamejitoa kutoa hiyo kazi, sisi hatuhitaji hela kwenu au sadaka kwenu. Tunachokihitaji kwenu kuwa wafuasi wetu, na ili uwe mfuasi wetu na Mungu akubariki, lazima subscribe channel ambayo inatoa vitu vilivyokuwa vizuri vinavyompendeza Mwenyezi Mungu. Subscribe hapo chini, kitufe hicho chekundu, lakini pia uweze kutoa comment na